Sasa tunapouzungumzia ukombozi, tuanze kutofautisha maneno haya katika kichwa chetu cha habari kwa kuyatolea maana halisi na maana husika na maana nyepesi ambayo kila mmoja ataweza kuelewa. Maana unapoelewa ni mwanzo wa kupata maarifa, na hayo maarifa yanaileta ile kweli ya Mungu ndani yako. Na hiyo kweli ya Mungu inapokuwa imeingia ndani yako, ndipo sasa uhuru unaanza kuonekana ndani yako. Yoyote ambaye ameikosa kweli ya maarifa ya Mungu hawezi kuwa huru kwa jambo lolote. Ana uwezo wa kuwa chini ya ulinzi kwa jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia ni kwa jinsi gani tunaweza kuwa huru. Maana kuna wale walio huru na kuna wale walio chini ya ulinzi, lakini wanaweza kutenda jambo lolote kwa matakwa yao, lakini wako chini ya ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka leo mtu mmoja atoke chini ya ulinzi. Tunataka mtu mmoja leo ainuke na aangaze kama vile neno linavyosema. Haleluya. Na ikiwa ni wewe unaweza ukasema amina kwa sababu haiumizi. Nasema ikiwa ni wewe unaweza ukasema amina kwa maana haiumizi. Hakuna mahali inakuchoma wala inakutekenya. Una uwezo wa kusema amina. Nataka tuzungumze mambo ambayo yanaweza kutusaidia sisi na vizazi vyetu. Mambo ambayo yanaweza kututoa mahali pa chini kwenda mahali pa juu. Maana neno ukombozi linamaanisha kutolewa, linamaanisha kuondolewa hatua ya chini na kwenda hatua ya juu, hatua ya udhaifu na kwenda hatua ya ukomavu, hatua ya kudharauliwa na kuketishwa pamoja na wakuu. Ukombozi unahusu kumtoa mtu mahali fulani chini ya ulinzi fulani na kumleta mahali pa kuwa huru ili aweze kupokea mema yaliyoamriwa. Haleluya. Haleluya. Halo. Sasa tunapozungumza kwa habari ya ukombozi, tunaanza kutazama ule mpango wa Mungu. Na baada ya kutazama mpango wa Mungu ndipo tunakuja kugundua kipo kitu kiliingilia kati mpango wa Mungu, na hicho kitu kilipata nafasi kupitia mwanadamu. Na ndipo maandiko yanaweka bayana ya kwamba usimpe ibilisi nafasi. Na hapo ndipo palipo na msingi wa mwaka huu ya kwamba kila mmoja kusimama kwenye nafasi. Halo. Ikiwa tunaenda pamoja, nitafurahi ukipunga, nitafurahi ukisema amina, nitafurahi ukisimama, nitafurahi ukifanya jambo ambalo linaonesha tuna mtembeo wa pamoja. Haleluya. Haleluya. Tunapouzungumzia huu ukombozi, maana yake tunazungumzia namna, jinsi ambavyo mtu anatolewa mahali pasipofaa na kuletwa mahali panapofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya wapendwa. Na tunapozungumza kwa habari ya uponyaji, hapa tunazungumza ni kwa jinsi gani huyu mtu alishakombolewa, ameletwa mahali panapofaa, lakini yapo mambo yanayozidi uwezo wake, yanayomuondolea sifa yake ya kuwa vile ambavyo Mungu alimfanya. Haleluya. Haleluya wapendwa. Sasa tunapotazama jambo hili na kuliangalia, tunaweza kuelewa ni katika Kristo Yesu, yeye aliye mwana wa Mungu, akauvaa mwili akaja kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu wa Bwana Mungu aliyejifunua kwa jinsi ya kibinadamu.
ndipo tuliposhuhudia ya kwamba alimwaga damu yake kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake yeye sisi tumeponywa. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo wewe umeponywa. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo wewe umeponywa. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo leo unaponywa. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo ndugu yako anaponywa. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo leo unakuwa huru. Na ndivyo ilivyo ndani ya muda mchache ujao. Na hii inawapasa kwa wale walio wavumilivu,